toa mazao zaidi kama kilimo, utakuwa na pesa ya kutosha kwanza kuangazia mambo ya mbolea, vile mbolea inaletwa katika Kenya hii. Na pia ukikomesha ufisadi na upigane na hizi cartels, the agriculture sector will open up, and some towns in Western Kenya, Shibale, they are almost dead because of the economic activities that used to be there. Ilikuwa mambo ya sukari na mambo kama hayo. Sasa hasa makatel tu wanaingia huko, ukianza kuimport sugar unaenda kulipackage huko, hakuna economic activities inaendelea. Yet actually nimeangalia the other day as I was even preparing for this interview, I looked at a report that was done by I think Tegemeo Institute or one of those institutes. The projection that if the sugar sector is working in its optimum and they supported effectively, it could create up to 150,000 jobs. Ukienda now, if you extrapolated ukienda chini katika kila sector, once you have removed the cartels, you will have sorted the problem out, you will have created employment. Government creates employment through public policy and good policies that are facilitative. Serikali yenyewe haiwezi kuunda kazi, inaunda kazi kupitia kwa usimamizi wa uchumi na mambo kama hayo. Sasa ukitoa ukora kama huo wote, kwa hiyo sasa viwanda vitakuwa, alafu sasa wataajiri watu. That is how it's supposed to go. Sasa ile shida tuko nayo, it's like you have someone hapa kwa shingo, hapa juu kwa neck, umefunga wire around, kwa sababu wakubwa ndio wanapoteza pesa, ndio wanaiba, ndio wanapora, ndio wanatumia pesa vibaya. Sasa the rest of the country is starved of oxygen. Daktari Fred Matiang'I, katika muungano wenu wa United Opposition, je, na mbinu zipi kuhakikisha kwamba mnatoa mtu mmoja ambaye atakabiliana na Rais William Ruto, ambaye ameonekana akisema wazi kwamba upinzani hamna agenda, hamna lolote, hamjielewi? Yeye ndiye anajua hatujielewi. Ni mambo yake, lakini ngoja nikwambie tu kweli. Tutakubaliana. Unajua hii muungano wa upinzani ni safari. Ni kama safari ya ndoa. Unajua safari ya ndoa huwezi kuifanya wiki moja ama wiki mbili. Inachukua muda, tunaongea sisi wote, tunazoeana, tunapanga mikakati yetu. Unajua kila mtu ana maono yake, vile anataka kufufua uchumi, vile anataka kuendesha serikali. Hayo yote tutayazungumzia pole pole mpaka tutakubaliana mwishowe. Mimi na wa Kenya wasiwe na haraka, na najua wale ndugu zetu wako kwa serikali wanataka tuwe na haraka sana, ili tuende tuseme nimetaja mtu ni fulani and so on, alafu anze sasa porojo na shida na mambo kama hayo, ili sasa tusambaratike. Hiyo ndio mpango wao na maombi yao. Na sisi sio wajinga hivyo. Tuko na mpango, tunataka kuenda hii safari pole pole. Tunazungumza sisi wenyewe, na hatuzungumzi kwa magazeti kila siku, eti tunaenda huko kuzungumza kwa press conference huko, eti mtu mkipanga mambo yenu, uhusiano wenu Lydia, ukipanga mtu na mjumba yako na mnataka kupanga maneno, hii ni maneno unaenda kupanga pale kwa radio, unaenda unaongea pale. Tunaongea kipulani, sisi pole pole tutakuja kukubaliana. Na unajua kuunda serikali ya mseto sio kitu rahisi. Uliza wa Jerumani ama wa Israeli, wale ambao wameunda serikali za mseto huko mbeleni. Inachukua muda. We are a complex country with complex interests and so on. Tunataka kuzungumza na kila mtu pole pole. Na mimi sidhani eti hiyo ni kitu utafanya kwa mwezi mmoja ama miezi miwili. Tutaenda kwa hiyo safari pole pole, lakini na matumaini makubwa. Kwa sababu wakati tunazungumza na wale wenzangu, tukiongea nao, unaona kila mtu, number one, tumeelewa nia ya Wakenya. Nia ya Wakenya ni kwamba tuungane sisi wote. Wacha hata mambo ya upinzani. That Kenya is a united country. Tuungane sisi zote. Wakenya hawataki tukawanyike kwa misingi ya kikabila na mambo kama hayo. Kwa sababu shida zetu hazibagui kabila ama jinsia na mambo kama hayo. Namba mbili, Wakenya wanataka safari hii kwa sababu wameumia vibaya sana na serikali ya udanganyifu, uongo, kudanganywa kila siku. Wanahitaji tuunde serikali ya kuwazungumzia na heshima, kuwaheshimu na kusema ukweli vile huko. Hata sera zile tutakazo zitoa kusema sasa hii ndio platform yetu, tumekubaliana na tumeongea ndio hii, itakuwa ile ya kuaminika. Watu wanasema hakika tumesema hiyo. Na hatutatoa maneno 20 ama huku kudanganya wananchi.
we are synthesizing our thinking and planning. We will come with a very precise agenda vile tunataka kwenda mbele. Tunaizungumzia hayo maneno ya kiongozi wetu wa taifa kusema vile anavyozungumza. You know, sisi tunaheshimu viongozi wengine, tunamheshimu hata yeye kama kiongozi wa taifa, lakini Wakenya wote waelewe kwamba unajua sisi sio serikali, kwa sababu hatutarajiwi kwenda kujenga barabara ama kusimamia sekta ya sukari Kenya, kwa sababu sisi sio serikali, sisi ni upinzani. Kazi yetu ni kusaidia Wakenya na wale watu wengine kuelewa. Tukiuliza maswali nini kilifanyika Miwani, hiyo ndio kazi yetu. Wale walipora waliiba ambao wanatudanganya hapa kusema eti waliuzia sijui nani mtu ambao hawajui, ndio wanahitaji kueleza Wakenya, hiyo ndio kazi yetu. Lakini kule nyuma tukimaliza kuuliza maswali, na sisi tunajipanga hapo nyuma tusema kama sisi tungekuwa kwa serikali hatuwezi kufanya privatization vile imefanywa. Mimi kama ningekuwa rais ningehakikisha kwamba nifuata ile sheria ya privatization vile inatakikana. Wakulima wa miwa huko Western Kenya na wafanyakazi katika viwanda hivyo wanapewa share yao katika privatization, kwa sababu hivyo ndivyo sheria inasema na mambo kama hayo. Kwa hivyo tutakubaliana, tunaendelea kupata uzoefu na kujuana vizuri na kujenga uhusiano wetu. Tutafika mahali ya kuelewana. Lakini mkikumbuka hata wakati ule wa mwaka wa 2002 Mheshimiwa hayati Rais Mwai Kibaki na hayati Mheshimiwa naibu wa rais wakati huo Wamalwa kijana na wengine akina Charity Ngilu waliamua hayo maneno miezi kama 2 ama 3 kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo tunaenda polepole, tutafika. Ni safari na safari iko na shida zake, lakini sisi tunaamini tutafika. Kuna wale ambao wanasema wewe na gavana Natembeya mshaweka hiyo network. Wewe rais, gavana Natembeya kuwe naibu wako. Alafu hata kama bado mtaelewana huko mbele, mkuche pamoja muongee mkuwe na tuseme mtu mmoja, personally wewe agenda yako kuu kwa Wakenya ni ipi? Hayo masuala mawili. Well, you know, wakati mwingine watu wanasema na ninawakubalia, kwa sababu unajua sisi tuliamua tutakuwa demokrasia na tutakuwa demokrasia ya vyama vingi. Kwa hivyo maoni ya Wakenya wote inakubalika. Hata mimi wakati mwingine naenda mkahawa pale kununua kahawa, napata Wakenya wananiambia ingekuwa hivi, ingekuwa pale, mfanye namna hii, huyu akue hivi, huyu akue rais, huyu akue naibu, huyu akue namna hii. And you know that is the health of democracy. Mimi napenda hiyo sana, sababu najua Wakenya sasa wana maoni vile serikali wanataka serikali yao iundwe. Hiyo ni mambo mazuri sana, lakini nafikiri wanajua na Wakenya wote wanajua kwamba uhusiano wangu na Natembeya, kwa sababu kwanza tulifanya kazi na governor Natembeya pamoja akiwa county commissioner, later on regional commissioner, mimi nikiwa waziri wake, na watu wanajua mimi nampenda kwa sababu ya style yake ya kufanya kazi. I mean, he's one of the best regional commissioners I ever worked with. You know, very effective in what he does, forthright, focused. Yule ni mtu ambaye kama Kenya inataka kwenda mbele, hiyo ndio direction watu wanataka kuangalia. Watu na Wakenya wanataka watenda kazi, sio watu wa kupiga mdomo the whole day. Kwa hivyo watu wanaona Mgaba Natembeya, wananiona, wanaona our principles are almost the same. Alafu wanaanza kutupangia nyatiba, huyu akue hivi, huyu akue hivi. I am not quarreling with that. It's okay. It's the interest of the Kenyans. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaendelea kwa hii safari. Tuko sisi wote pamoja. Na mimi nafikiria ni kwamba tukiwa katika safari hii ni safari inahitaji kila Mkenya. Sio mimi tu na gavana Natembeya. Inahitaji kila Mkenya ambaye ana nia nzuri kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo wenzetu wote katika umbisani, wale ambao hatukubaliani na vile nchi yetu inaongozwa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mama Martha Karua, na wale wenzetu wengine, Senator Sifuna, Babu Owino, hiyo timu yote, Senator Richard Onyonka, hiyo timu yote, watu wakina Kirisi Wamalwa, watu akina Kamisi. So people who also have
intentions about a better country, kwamba wale watu wote sisi ambao tuko na mtazamo wa nchi ambayo inaongozwa tofauti na vile inaongozwa sasa, tuko sote katika hiyo safari, tunaangalia destination moja. Wakenya mtuombee ili tukiendelea kwa hii safari, kwanza tufike sisi wote salama, tufike tukiwa pamoja, kwa sababu tukiendelea vile tunaenda namna hiyo unaona hakika tuko wengi, na unaona hakika mtazamo huo ndio mtazamo nchi inahitaji sahihi. Kwa hivyo tuendelee tu vile nilisema tutafika. Daktari, labda tukiendelea na maombi, vile umesema kuna swala zima la huu mkutano ambao unaendelea wa Africa Forward Summit, labda maoni yako ni yapi? Na swala la pili, focus inabadilika. Tayari sasa kuna mzungumzo mzima ya Gen Z. Labda wewe kama wale mawaziri ambao wamekuwa kwa serikali za nyuma, Gen Z wanasema kwamba hawataki kurudia mawaziri ambao wamekuwa au viongozi wale ambao wamekuwa kwa serikali za nyuma. Je, chukua nafasi hii labda kushawishi Gen Z ambao wanakusikiza, wewe utakuwa tofauti vipi? Kwanza tuanze mambo ya huu mkutano unaendelea na kati ya Ufaransa na nchi za Afrika. Maoni yangu ni tofauti kidogo kutoka kwa wale ambao wanaangazia kwamba miaka 63 tangu tupate uhuru bado tunakaa chini kuongea na wazungu na wale wengine vile tunataka kujenga Afrika yetu. Ninaangazia hayo nikichukua mawazo na maoni ya hayati Mheshimiwa Rais Mwai Kibaki na Rais Uhuru Kenyatta, kwamba sisi tunahitaji tupeleke nchi yetu katika mwelekeo wa kujisimamia na kusimamia masuala ya maendeleo yetu. Hakuna mtu atakupenda maishani achukue kodi yao, ushuru wa nchi yao, aje kukusaidia kujenga nchi yako. Unaona, wakati mwaka uliopita serikali ya Marekani ilisitisha support na usaidizi katika sekta ya afya, kutoa ARVs na zingine, watu wetu waliumia sana kwa sababu hatujitayarisha ya kutosha kusimamia masuala yetu. Na kujitayarisha ni kuhakikisha kwamba tunasimamia yale Mwenyezi Mungu ametupea sisi vyema. Nchi hii imebarikiwa na rasilimali nyingi. Mimi hata sichasikia nyinyi waandishi wa habari mkizungumzia ile ripoti tulifanya wakati tulikuwa kwa serikali ya kuonyesha ile rasilimali iko katika Kenya. Tukafanya mapping kila county ya Kenya, tukatumia utaalamu, tuko na ripoti tayari inaonyesha kule Kakamega mahali kuna dhahabu, kule Narok mahali kuna dhahabu, kule Kwale mahali kuna Nubium, kule Narok mahali kuna geothermal, huko na huko. Hii yote ni rasilimali ya Kenya. Na sasa ile step ilikuwa imebaki ni kupeleka hiyo ripoti sasa nje, tuende kutafuta wawekezaji kutoka nchi za nje wakuje kuwekeza hapa Kenya, ili sasa kama wanataka kuchukua hiyo rasilimali yetu tulipe mikopo yetu na madeni yetu, tuanze kujitegemea tukienda mbele. Lakini sasa wenzetu wale wako kwa serikali wamechukua hiyo ripoti, wameanza kupeana licenses kisiri huko and so on and so forth, na mambo hiyo ni mambo ya ufisadi. Kwa hivyo ni sawa kuongea na serikali ya Ufaransa, lakini mimi nikiangalia katika uchumi wa nchi hiyo na niangalie uwezo wa nchi hiyo kusaidia maendeleo katika Afrika, mimi sioni kwamba ni kitu ambao nataka kutumia wakati mwingi. Tutumia wakati wetu kuangazia mambo ya biashara. Kama tunaongea vile tunaweza kufanya biashara na Ufaransa na nchi zingine, sawa. Kama tunaangazia vile tunaweza kukuza sekta zetu, kama ni sukari, kama ni kahawa, kama ni pamba, ili nasi hawa wachukue cotton yetu, ama na sisi tutengeneze nguo hapa zinazoenda kwingine kule. That is what I would like to spend time on. So I don't know the drive of this discussion they're having here, but it looks to me like it's again driving alongside the old school idea of dependence, pushing the African country. We are not focusing on extraction, responsible use of our resources, and responsible trade, so that ni donataka biashara. I hope when they are discussing
they will look at the terms of trade, bilateral trade between European countries or EU countries, including France and African countries. If they are going to impose a lot of regulations, kusafirisha nyama, to sell meat in Europe and so on, how does it help us? Wanataka sisi tushinde kuuza maua, tushinde kuuza matunda, tushinde kuuza vitu zetu. So if it's focusing on trade, that is it. But if it is this use your business of aid, there is no time for that. It's just a waste of time and so on. Yeah, the other question. Gen Z. Mambo ya Gen Z. Unajua Lydia, na huu ndio ukweli wa mambo. The office of the president is not an apprenticeship. Huwezi kuenda kuwa rais. Ukiwa rais wa nchi huna nafasi ya kujifunza. Tiwanze kusema nipe miezi 6 nijifunze kwanza, nielewe serikali, alafu nianze kuendelea mbele. Kwa hivyo it's necessary, hata kama tunaenda mbele vile tunazungumzia ya maneno ya uongozi, tufikirie hayo pia. Unajua kuna wakati tunachukua hatua, ama kuna wakati tunataka kuleta mabadiliko, lakini we are not thinking about it broadly, kwa ubana, kusema tunataka nini hasa katika nchi yetu hii ya Kenya. Mwanzo hata mimi wakati nilijiuzuru kutoka benki kuu kuja hapa kufanya kazi, most of the wale ambao walikuwa na demand hapa niingia hapa ni group ya young people, Gen Z. Wengine wale ambao walikuwa shule wakati nilikuwa waziri wa elimu, kwa sababu ya usimamizi wetu na elimu. Na mimi sidhani kwamba hayo mawazo yamebadilika. Unajua Senegal imefanya uchaguzi hivi majuzi, miaka 2 iliyopita. Wakati wa hiyo euphoria wachagua young president there, very nice. I mean, we all like him. He's a very nice guy and so. Sahi the debate in Dakar, Senegal, wameanza kuitisha yule rais wa zamani, kwa sababu unajua kwenda mbele itahitaji tuchanganye, to mix experience and a new energy. Huwezi kuwa na puritanism, yani useme sasa tunaweka mstari hapa, kama umekuwa hapa utakiwi, kama I don't, sioni kama hiyo ni kitu ya kusaidia nchi yetu kwenda mbele. Pili, hayo mawazo mimi nikuambie tu ukweli, hayo ni mambo yanaendeshwa na wao wakubwa wako kwa serikali, kwa sababu hiyo porojo yao wanafikiri ndio italeta mgawanyiko kati yetu na Gen Z, kwa sababu hakuna kitu wanaogopa kama sisi wote kuungana pamoja. Sasa wameanza porojo na kasumba. Mimi sijawahi kuona maishani serikali inayotumia pesa kwa propaganda kama hii iliyo Kenya. Mimi nafikiri imezidi duniani, kwa sababu wakati wao mwingi ni propaganda na paying social media people to lie, to embellish the facts and so on. They cook up things every day, zingine naamuka asubuhi na cook mabarua. In fact, even before I came here one time, I saw they have cooked a letter apparently written from the AU to the president, kumuuliza kama anaweza kutuma Kalonzo sijui wapi, mambo kama hayo. Hii serikali ni serikali ya porojo. Mambo kama hayo mengi yanasukuma na hiyo porojo yao. Daktari Fred, na tusiende hapo sisi, waje tufanye kazi ya kusaidia Wakenya na tuwe tayari kufanya kazi. Mimi niko tayari kufanya kazi na Gen Z na kila mtu. Kuna mtu anaulizwa hapa swali la kizushi, anaitwa Morris Mbote. Labda uliza Daktari Fred Matiang'I, ni mikakati ipi mko nayo kuhakikisha kwamba kuna masuala ya kuhesabu kura vyema mwaka 2027, ukitilia maanani ya kwamba kuna wakati maajendi walikosekana katika eneo fulani na ikakost baadhi ya viongozi seat yao. Then number 2, kuhesabiwa kwa kura. Alan anasema kwamba katika Afrika kiongozi kutoka katika awamu ya kwanza huwa ni vigumu zaidi. Je, mtafanya vipi kumuondoa rais aliyoko mamlakani? Rais kutoka awamu ya kwanza ni kuhesabie rais Masisi ni Botswana ametumuliwa mamlakani. Chakwera Malawi ametimuliwa mamlakani. Lungu alitumiwa mamlakani kwa awamu ya kwanza. Mahama kutoka Ghana alifukuzwa, alishindwa uchaguzi. In fact amekuja kwa tamu ya pili after staying out for 10 years. So it is not true. Wakenya waache hii mambo self-defeating attitude ya kusema eti rais hawezi kutimuliwa mamlakani. Hiyo ni porojo ya hawa viongozi wako katika serikali.
tuko na viongozi wengi ambao wametimuliwa mamlakani baada ya awamu ya kwanza, na huyu atatimuliwa, ataondoka mwaka ujao. Nikwambie tu ukweli. Unajua hii maneno hahitaji si unabii eti uanze kubaini uende kwa wachawi fulani wakuambie vile iko and so on. Hii ni mambo ambayo unaweza kuona wewe mwenyewe, kwa sababu unaishi hapa. Omari, you are an intelligent man, you can see. Kila wakati mimi najiuliza, niliona kiongozi mmoja ambaye mimi naheshimu kutoka magharibi ya Kenya wiki tu akisema eti kutafutia rais kura imekuwa ngumu sana. Sasa mimi najiuliza hizo kura ziko wapi za kumweka mamlakani? Ataondoka mwaka ujao, na mimi kama ningekuwa waziri wake kama mmoja wa wasaidizi wake, ningekuwa ninaweza kumwambia vile tunaweza kumanage transition. Aondoke polepole, ni ataondoka. Kuondoka ataondoka. Nimekuwa waziri, ninaelewa dunia hii, ni understand kila kitu, na nimetembea nchi hii. The mood in this country is almost unanimous that we need to change government, and so I don't understand why. Na mwambie wa Kenya wasifikirie hivyo. Unajua viongozi wetu, ndugu zetu ndio wanasema unajua rais hawezi kuondolewa mamlakani katika awamu ya kwanza. Nimekuambia wale ambao wameondolewa mamlakani saa hii chakula yako nyumbani baada ya mmoja. My friend Masisi in Botswana ni mtu nilijua, hata tulikutana na yeye tukiwa hapa kwa serikali, tulikuwa tunakutana wakati alikuja hapa, alikuwa analala hapa ili tukiwa tunakuongea. Ameshindwa kula pale mpaka he could not manage 15% ya bunge. Na mjua Lungu, mimi nilitumwa kwenda kuona Lungu wakati ule wa ICC na Rais Kenyatta. Kaenda kumsalimia Rais Edgar Lungu pale na kumpelekea barua ya rais. Alienda pale akashindwa uchaguzi vibaya sana. Alijaribu kushikilia huko, kaambiwa na kila mtu mpaka you my friend umeshindwa, goodbye. Hata majeshi wakamwambia sisi tuko tayari kusalute the new commander in chief, na huyu ataambiwa nayo pia kuhesabiwa kura na kuhesabiwa kwa kura. Sitaki kuongea kila kitu hapa kwa sababu unajua hiyo ni mikakati tunafanya, na sisi tuna upelelezi wetu, na tuna viongozi wale ambao tunaangazia haya maneno pamoja, na pia tuko na vikundi vingi vya wananchi vya kijamii vinavyojitayarisha wakati huu, kwa sababu watu wanahofia kwamba kwa sababu hii serikali iko very unpopular watajaribu kuiba kura. Kwa hivyo mikakati iko, sitaki kuzungumzia kila kitu hapa. Tuko na mikakati. Nilikuwa katika baraza another day kutana na mzee mwingine pale Nakuru, akaniambia unajua hawa viongozi wako kwa serikali hii, hawa ndugu zetu ni wezi sugu, mtalinda kula namna gani? Nikamwambia hata sisi ni walindaji sugu. Tutakutana nao wezi sugu, watakutana na walindaji sugu, alafu tutakuwa sawa. Omari Waziri, kwa kifupi tu labda tukimalizia masuala mawili kwa kifupi. Swala la kwanza, unashawishiwa na Uhuru Kenyatta kusimama urais au ni ushawishi wako binafsi? Na swala la pili ni kulingana na labda kama upinzani hautashikana labda ni nini itafanyika? Okay, nianze na swali la pili. Unajua katika maisha haya ukiamuka asubuhi kila wakati unahofia shida. Hatuombi asubuhi tukienda kuomba Mwenyezi Mungu atusemi Mungu utulinde tuebuke na shida. Tunasema Mungu utulinde tusikutane na shida. Kwa hivyo mimi I don't hope, I'm not planning for disaster. You know, there was a time we will not agree. Why would we agree? And when I talk to all my colleagues vile naona my colleagues are very committed. Wanataka sisi tukiendelea mbele tuwe pamoja, kwa sababu Wakenya wanataka tuwe pamoja. Na hisia za Wakenya ni kwamba wanataka kuona sisi tukiwa na muungano. Kenyans want a united country. Hata kwanza si upinzani peke yake, hata kuna viongozi wengine wako kwa UDA ambao wako kwa serikali, wako na Kenya Kwanza. Wengine ni watu wa kumajua, tukikutana nao wanasema wewe tunapigana kwa siasa, lakini tafadhali tuweke nchi pamoja. And I like that. Every Kenyans want a united country. They want us to be together. So I cannot foresee at the moment a situation where tutakuja kuhitilafiana, tukue na shida nini. I don't plan for that. I don't see it happening. So I continue praying
for God's will to be done, kwamba we be responsible people, and all of my brothers and sisters with whom I deal with, nikiongea na Eugene Wamala, nikiongea na Kashawa na Kalonzo na Martha Karua, kila mtu naona kama that is the same thinking they're having. Tuungane. Nikiongea na akina James Orengo, naona kila mtu anataka nchi iwe pamoja. I mean that is the way we need to go. So I don't anticipate that there's going to be a point tutafika hapo, and God forbid, but we will do everything we can humanly do as human beings to hakikisha kwamba we remain together on that particular cause. Mambo ya kushawishiwa na rais mstaafu, unajua ninauliza hili swali kila wakati. Mimi nilikuwa katika baraza la mawaziri la Mheshimiwa Rais Kenyatta. Mimi siwezi kusahihisha historia. Nilifanya kazi pale, tulipokuwa tunamaliza nilikuwa hata waziri katika ofisi ya rais. Lakini sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta naibu wake alikuwa William Ruto, na Eugene Wamala alikuwa waziri wake pia. Mbona amuulizi kama yeye ndiye alishawishi Ruto kuuliza kura ama yeye ndiye alishawishi Wamala kuuliza kura? Lakini ukweli ni kwamba Rais Kenyatta ndio kiongozi wa chama changu cha Jubilee. Nilifanya kazi na yeye. Na siwezi kusema uongo hapa, nianze kudanganya Wakenya hapa, kujifanya eti mimi sijaongea. Si waliona application yangu wakati nilisema nichaguliwe na Jubilee, na yeye ndio party leader wa Jubilee, na amesema hadharani kuniunga mkono yale ambayo anajua. Unajua ukitaka kuapply kwa kazi sahihi, Lydia, kuna section ile inaitwa reference. Nani atakuwa referee wako? Si msimamizi wa habari wa station yako atakuwa your reference. Pia anakujua zaidi ni kufanya kazi. Mimi nimeapply kazi ya Kenya. Referee wangu atakuwa nani? Si yule alikuwa boss yangu. Anasema sasa kama kuna swali la kuuliza, muulize yule alikuwa boss wangu. Nani alikuwa boss wangu? Si ni Uhuru Kenyatta. Na tena namba 2. Rais Kenyatta ni kiongozi ambaye anapendwa na wananchi. Kila mahali kwa ile kazi alifanya. Mipango yake ya kuweka Kenya pamoja, mpango wa Linda Mama, free secondary education, infrastructure work ambayo amefanya, kazi mtaani. Rais Kenyatta ndiye alikuwa kiongozi wetu wakati tulikuwa na shida ya corona and so on, na ile kazi amefanya Kenya hii. Sasa hakuna shida yeye kuwa referee wangu kusema reference. Kama ninaweza kuandika jina yake au referee wangu, niandike jina ya bishop pastor wa kanisa yangu, mkubwa wa kanisa yangu anaitwa Pastor Ruguri, anasimamia kanisa yetu ya SDA hapa. Mimi ni mSDA. Taandika jina ya Pastor Ruguri hapo, ama Pastor Makori, pastor wangu na wale wengine. Na mzee wa kijiji yangu huko Kisii anaitwa Matundura, niandike pia Matundura, ndio reference referee wangu watatu. Sasa iko shida hapo, Matundura akiniandikia referee mzee Matundura, sababu ni mzee wa kijiji, ama yule chief wangu assistant chief, kila mtu akona referee. Mimi nimeapply kazi na wazee wa Kenya, kama mnataka kujua mtu ambaye anajua vile anafanya kazi, mimi alikuwa boss yangu. Hata nikiapply kazi, hata ukiapply World Bank za hiyo mali, mtu wako atasema ule alikuwa msimamizi ndio atakuandikia reference. Sasa I can't change history. Uhuru Kenyatta was my boss and we worked fantastically well. Kuna msikilizaji kutoka Bungoma na machache anasema tupate mapumziko kidogo, tutarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Mpenzi msikilizaji, kumbuka haya unatupata moja kwa moja kupitia 95.4 FM, Vuka FM 89.6 FM, Sulu FM 97.9, 95.8, 99.0, Mulembe FM. Tutarudi kwa muda usiokuwa mrefu.
Maro bakule hula Mulembe FM, Lydia hula Vuka FM, Kisondio hula Sud FM. Mheshimiwa Matiang'I, pengine masuala mawili matatu hapa hivi. Kuna wale ambao wanauliza mkulima kutoka Bungoma Machembe anauliza, mnapochukua serikali mtarudisha hivi viwanda kama Nzoia kwa wakulima ama bado itapaki kwa private investor? Number 2, njia ipi mtatumia kuona kwamba mnamtoa candidate mmoja wa United Opposition? Tutakuwa na uaminifu mpaka mwisho ama mtafika mahali kila mtu achukue njia yake? Alafu vile vile kuna yule alisema sukari ya mercury ilipatikana wakati wa ukiwa katika uongozi. Lakini tulisema wazi, sisi hatukuficha wakati huo makosa ikitendeka na shida ikifanyika wakati huo. I am the one who said at the DCI offices that there's contaminated sugar in the country, and there are criminals who are engaged in importing contaminated sugar, and some of it expired sugar, na watafuta watu tuwakamate. It is not a secret that one of the reasons why personally we pursued, even as Minister of Interior, I was very firm on the closure of the border between Somalia and Kenya, was because of the contraband sugar that was coming through the port of Kismayu that was finding its way into Kenyan shelves and so on. So it's not new. Mimi sijabadilika, na insist masuala ya ukweli na kusimamia masuala ya serikali kwa kusimama imara mahali ukweli unatakikana kufanywa, kwa sababu hakuna haja, hakuna haja ya kudanganya na kufanya hii unafiki eti kana kwamba kwa sababu unafaidika na kuhongwa na mambo kama hayo. Hakuna haja. Namba 2, upinzani, vile nilisema, hii ni safari na tunatembea tukiwa sote pamoja. Kila mmoja wetu hakika anajitahidi. Wakati mwingine tunatoka nje tukiwa pamoja kwenda kwa mikutano ya hadhara na kukutana na wananchi tukiwa pamoja. Wakati mwingine kila mtu anaenda na chama chake kusawishi wa Kenya na kuungana na wale wengine. Tuko katika hali ya kujenga uhusiano mwema na kuhakikisha kwamba tumewasawishi wananchi wenzetu wa Kenya ya kutosha kwamba tuwe katika timu moja tukienda mbele. Na nimesema ni safari kwa sababu ili sio jambo ambalo unaweza kulimarisha kwa mwezi mmoja ama miezi miwili na mambo kama hayo. Ninaamini, na mimi nina hakika, kwa sababu nawaamini wale wenzangu viongozi wengine katika upinzani, kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutazidi kutembea katika safari hii tukiwa pamoja. Na ni sisi wote, sio wale katika United Opposition peke yake, hata wale ndugu zetu katika Linda Mwananchi wote, sababu tuna mtazamo mmoja kwa masuala ya nchi yetu ya Kenya. Tunatazama upande mmoja, upande wa mabadiliko na upande wa kubadilisha vile nchi yetu inavyoongozwa. Na tumewazikiza wa Kenya vile wametuzungumzia kila wakati. Kwa hivyo tutafanya kila tutakaloliweza kuhakikisha kwamba tumebaki tukiwa katika safari zote pamoja na wale wengine ambao watajiunga na sisi, nia yetu ikiwa ni kujenga Kenya moja na kujenga nchi ambayo inaendelea kupata maendeleo na kwenda mbele. Swali lingine uliniuliza ni mambo na shuka sekta kupaki kwa hii sukari, viwanda vya sukari na mambo mengine. Mimi nasema tu ukweli, na mnaweza kunirekodi ile agreement ambazo zimeingiwa hapo ambazo hazifuati sheria. Mimi nikipata uwezo, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akinibariki nipate nafasi hiyo, I will not respect them, na nitazikanzo zote. Kwa sababu wananchi wameumia na wananchi wanazidi kuumia au usimamizi mbaya. Na sio hayo tu, mimi natoa mwito kwa wawekezaji wote ambao wanakuja Kenya hii, wafanye biashara ambao wanataka kuingia katika nchi yetu, wale ambao wanataka kuyanunua mashirika ya serikali, na wahakikishe kwamba wamefuata sheria na wahakikishe kwamba wamefuata yale yote ambayo yanatakiwa kufuatwa katika mipango yetu, katika policy za serikali. Mimi naona yanafanyika saa hii katika hivi viwanda.
hakuna mna mambo mingi ambayo hayajafuatiliwa vyema. Kwa hivyo ni kufutilia mbali haya maneno na kurejesha viwanda kwa wenyewe. Waziri, masuala matatu. Swala la kwanza ni kufuatilizia mambo ya upinzani. Ukiangalia kule Olkalao kuna kura ya mchujo. Labda kwa minajili ya mshikamano, kwa nini Jubilee na DCP wasitoe candidate mmoja? Swala la pili, hivi majuzi umesema kwamba askari wanafanya kazi na goons, na waziri aliyeko amesema hivi majuzi kwamba anategemea wale askari ambao wanamaliza wanahitimu miezi mitatu kutoka kiganjo kwamba wataondoa goons. Je, labda una hisia zipi kulingana na hayo? Na swala la mwisho, labda umejaribu kuongea na waziri wa elimu Ogamba Migos kumshawishi kama village mate ama home mate vile ambavyo anaweza endesha sekta ya elimu? Mambo ya Olkalao tunaendelea kuzungumza, na unajua mapenzi yangu na mimi vile nataka tufanye kazi hata kama ni tuko katika upinzani na tuko kwa siasa, ni kwamba tuheshimu institutions zile ziwezi kuja kwa mjadala huu wa waandishi wa habari alafu nizungumzie masuala makubwa ya policy na sisi wote hatujakamilisha mazungumzo yetu, sababu hiyo inaonyesha utofu wa heshima kwa wale wengine ambao mnafanya kazi nao. Sisi katika Jubilee ndio tulikuwa na wagombeaji wa kiti hicho ambacho na tumemaliza jana kuzungumzia uteuzi wa candidate wetu wa Jubilee ambaye atawania kiti hicho. Alafu sasa tutaenda kuongea tukiwa katika muungano wa upinzani. Hiyo ni process ambayo inahusisha viongozi wengi na vyama vingi. Ningependa kwa sababu tukimaliza hayo mazungumzo tutatoa kauli yetu kwa waandishi wa habari na kwa wananchi wote tuelewe vile tumeamua. Kwa hivyo wakati jambo hilo linazungumziwa, sitaki kutangulia mbele kwanza kusema yale ambayo mimi lakini sani tuko tayari kufanya kazi pamoja, na hiyo maneno ni process kufika kwa decisions za hizo. So wacha tu hii process iendelee, ni siku chache tu tutatangaza mwishowe vile uamuzi mwishowe tumeufanya, lakini tumefuatilia kanuni na desturi za chama na vile chama chetu kinahitaji tufanye. Tume identify candidate wetu kwa Olkalao. Sasa tunaenda kwa awamu ya pili vile sisi tutajipanga na vile tutavyoongea na wale wenzetu wengine wako katika upinzani, na nilisema wakati uamuzi huo utafanywa hiyo kauli tutaitangaza kwa wananchi wa Kenya. Mwisho umesema mambo ya goons. Mimi kwa maoni yangu, unajua ukiwa umetumikia katika ofisi fulani ya serikali, itikadi na tradition ya serikali ni kwamba unatoa pia heshima kwa hiyo ofisi. Kuna mambo fulani ambayo sitaki kuonekana kama mimi ninalumbana na waziri ambaye ako katika mahali mimi nilikuwa. Hizi goons kutembea Kenya hii yote wameshindwa kazi, kwa sababu mimi niseme tu ukweli na wananchi wanajua mimi I understand all the leaders of the security sector, na wajua ni watu Minister for Interior. Kanja ndio tulifanya kazi na yeye, na nitarudia hapa leo. Kanja is one of our best police officers in the country. Kwa wale maofisa wa polisi nilifanya kazi nao, huyu ndio mmoja wa maofisa wa polisi wazuri sana. Amina alikuwa katika polisi, tulikuwa naye DCI, ni mtu ninajua utekelezaji wake wa kazi. Alikuwa
anasimamia masuala ya ndani ya police internal affairs wakati nilikuwa minister. Nurudin ambaye ni kiongozi wa intelligence alikuwa DPP tukiwa kwa security huko, na tulikuwa tunakutana. Nawaelewa wote, ni watu wanaelewa kazi, ni watu wako na uzoefu wa kazi. Shida hata kwao ni kwa vile hawezi kujisemea namna hiyo. Shida hata kwao ni siasa, kuingizwa katika mambo ya usalama na viongozi wa polisi na wale wengine kusukumwa mambo ambayo wao wenyewe wanaweza kufanya. Viongozi wetu wa idara ya usalama wakipewa nafasi ile wanahitaji na heshima wanahitaji kufanya kazi yao, hakutakuwa na shida Kenya hii. Sababu ukiona viongozi wa siasa, wakati tulikuwa na by election hata kule Nyamira niliona kiongozi wa siasa, mjumbe wa siasa ambaye wa chama hicho anatembea mchana hadharani na wamebeba arrows toa number plate, na polisi wanamwangalia hivi, ama polisi wakienda kumkamata inakuwa shida. Juzi nimeenda hospitali kuona kijana mwingine amepigwa na gunzi huko hospitali Kisii. Wakati nimetoka hapo nimekutana na polisi, ninawauliza hapo, wanaongozwa, nawauliza ni nini nimefanyika, nyinyi hamuoni aibu kwa nchi kuwa namna hii? Hata wao wananiambia afande unajua hii maneno hata wewe. Shida ni siasa hii, ni ushenzi wa siasa, mismanaging the country ndio shida. Sio kitu kingine, sio polisi, sio hawa. Kila mtu akipewa nafasi, na mimi naelewa sekta ya usalama hata kuliko sekta yote, kwa sababu nilikuwa hapo kama waziri. The capacity tuko nayo sisi, structure ya security tuko nayo. Sasa hii kitu ikifanyika Vihiga, ama kitu ifanyike Shamahoa, ama kitu ifanyike Bukembe huko, I mean within an hour 2 hours hiyo structure yote kutoka village elders, nyumba kumi, assistant chief nini, wote tutakuwa tumejua. What is needed is very simple, kuheshimu wale tumepewa kazi ya usalama na kuambia jameni, fanyeni kazi yenu. Wakikuja wakuambia, hata wewe ukiwa waziri wa serikali ama ukiwa mjumbe unaegemea kwa upande wa serikali, wakuambia uwezi kutamka namna hii, utaharibu nchi, unaheshimu. Lakini ukiingia siasa eti wewe unauliza maswali, itakuwa shida. Hiyo ndio shida yao. Daktari Fred labda amejaribu kushawishi labda kuelekeza waziri wa elimu Ogamba. Unajua hii maneno ya kuongoza nchi sio maneno ya kijiji chetu. Kwa hivyo mimi siwezi kuniambia eti niende kutafuta mtu niongee na yeye eti mambo ya kijiji. Elimu si kijiji ya Kenya. Na mimi sina jukumu la kijiji eti uko na yenda utafute mtu wa kijiji chetu. Hii ni maneno ya masuala ya kitaifa yanahitaji kazi ifanye. Namba moja. Namba mbili, yule ambaye anahitaji usaidizi ndiye anatafuta usaidizi. Wewe daktari anakuja na kutafuta kwa nyumba yako kukutibu. Unatafutwa kwa nyumba yako na madaktari. Iko hospitali tunatuma mtu kwako. Kilidia leo wewe ni mgonjwa sana, nimekuja kukutibu. Sisi ndio tunaenda kwa hospitali za auzi. Sasa wewe ndio uko na shida. Watoto hawaendi shule, nini kila mtu anapiga nduru. Sisi ndio unahitaji utafute wale ambao wamekuwa huko mbeleni uwaulize, jamani hii mambo mnifanya namna gani hapa, hii inaonekana imeanza kuwa nzito, nifanye namna gani? Mimi nikiwa waziri, niseme hapa hadharani, mimi nikiwa waziri katika wizara zote, si hata elimu peke yake, aidha ni security. Mimi nilikuwa natafuta watu hata kina Kaguti, unajua Kaguti alikuwa PC. Siku nyingine nilikuwa natafuta hawa wazee na wauliza nyinyi. In fact, one of the people mimi naheshimu kabisa maisha yangu ni marehemu hayati Senator Yusuf Haji. Kwa sababu huyo mzee alikuwa kati ya wale watu ambao walikuwa na uzoefu na very rare intelligence on security matters. Tukiwa na shida kama huko counties za North Eastern, unamtafuta usiku. Inamwambia mzee nataka kukuona, ananiambia kuja. Namuuliza hii iko namna gani? Ananiambia hapana, hii ni mashida ya clan. Hii clan iko namna hii. Anakueleza ile clan ambayo hata wewe uelewi, ni anakuambia hii clan na hii ifanye namna hii. Kama kuna uteuzi wa chifu hapa, mzifanye namna hii, usikubali. Isaisha tena. Sababu tukifanya hivi huyu anatoka clan hiyo, anatoka, italeta shida. Because there is no point in your life you will not need advice as a leader. There is no leader na nipea dakika moja nimalizie hii Omar. There is no point in your life. Niseme tu kweli, hakuna wakati kwa maisha yako wewe unaweza sema una uwezo wa kutosha na una uzoefu wa kutosha kufanya maneno. Kaemba ambaye alikuwa principal Alliance High School. Ni watu wanaelewa sekta ya elimu nchi
kiajabu. Ukitokea shida, mimi nilikuwa natafuta akina Ndimuli. Wewe alikuwa chairman wa Kai. Ndimuli Kai. Alikuwa chairman wa Secondary School Association. Alipokuwa amehamishwa kana Machako alikuwa principal. Nampigia simu usiku. Mimi ni waziri lakini nampigia simu. Namuuliza Ndimuli, "Nyinyi mmeongea hii maneno kama principals iko namna gani?" Ananiambia waziri, "Wacha nikujini kuone kesho." Ananiambia, "Unajua mimi vile naona my colleagues wanaona hivi." No, you lead by consensus and consultation, and you engage with people, then you enjoy your work because you see solutions are there. Wakati tulikuwa kwa serikali tulikuwa na shida ya corona, nikiwa na Mutai kwa Minister for Health, tulikuwa na meetings za private sector, akina Joshua Igara, akina Aguri, akina James Mwangi, Jane Karuku was the manager of East African Breweries, John Ngumi, tunakutana na hao wote watu wa private sector. Tunawaambia sasa hii italeta shida, tutazama tunafanya biashara namna gani. Kenya Association of Manufacturers, akina Phyllis Wakiaga wanatuambia we are ministers, lakini the advisors wanatuambia no, manufacturers are feeling this way, if you are going to move food tufanye namna, we work together. Sasa wale wako kwa serikali ndio si wao ndio wako na kazi ya kufanya. Sasa sisi ndio tunawatafuta tuwaeleze kama wanaona hawahitaji mawazo, they are fine, they don't need opinions, they are fine. Basi sisi tunakaa tu. Daktari Fred Matiang'I, tukiendelea kumalizia, kuna swala ilile wafanyakazi ambao wanalia kwamba pay slips zao zimevurukwa na kuwa kiraka. Je, ukichukua nafasi ya uongozi utarudisha imani vipi kwa wafanyakazi? Number 2, vile vile wafanyabiashara wanalia kwamba wanatoza ushuru mwingi zaidi kwa masuala ya biashara, hata wengine wanafunga na kuondoka katika taifa. Ukiapishwa siku 100, ni yapi utafanya? Tuangazie kwanza workers alafu tukuje mambo ya biashara. Kama kuna watu wanahitaji mabadiliko ya serikali Kenya hii ni wafanyakazi. Mfanyakazi yoyote hakuna hata raha ya kufanya kazi. Niseme tu ukweli. Sababu unajua and this ni kuambie tu ukweli, these are no things that I talk about theoretically hapo kupitia. As mtu mmoja amekuja kuniona, rafiki yangu ambaye ni mtu senior katika ofisi ya serikali. Mtoto wake alikuwa amelazwa hospitali, msichana amefanyiwa upasuaji kwa mguu nini. Ameenda hapo bill hiyo kitu inaitwa SHA imeshindwa kulipa, ako na bill imebaki ya shilingi 1300. Anatafuta pesa. Ni rafiki yangu. Ananiambia sasa, unajua Fred, you are my friend, simu nisaidie sasa na hii bill ya 300 nilipe. Na tukiongea naye huyo mzee nikamuonea huruma. Alitoa payslip yake kwa mfuko. Kaniambia, "Lo, angalia. Mshahara ninapata." Sasa kila kitu inakatwa, kila kitu inaenda. Na hiyo ni story ya kila mfanyakazi wa Kenya. Shida ni kwamba kama tulikuwa tunatosha ushuru namna hiyo, na ukienda hospitali madawa imejaa, ukienda shule pesa imeingia, ukienda huku kila kitu, wazazi hakuna levies, hakuna mtu angelalamika. Lakini sasa ukiwa mfanyakazi hakuna kitu kwa payslip yako, hakuna kitu, una kitu ya kutarajia mwisho wa mwaka. Ukirudi hapa unaambiwa sasa vile iko, hata yule ambao ameenda State House pale kuongwa shilingi 10,000 akirudi nyumbani lazima ataenda kujua vile mtoto ataenda shule, kwa sababu hakuna capitation kwa shule. Ile pesa ndio ilienda kuonga pale. Ukienda hospitali kesho nothing. Nimeenda mkutano mwingine, wakati mwingine nimekuwa Kwale about a month ago. I'm having a town hall meeting kwa baraza. Mama mmoja analia machozi hapo. Nasema the daughter amezaa hospitali, amekaa hapo siku 3, hawezi kumtoa kwa sababu anahitaji kulipa shilingi 10,000. Ananiuliza, ile linda mama Uhuru halileta ilienda wapi? Na mambo kama hayo. You see, niwaambie tu ndugu zangu na dada, hii mambo ni usimamizi mbaya wa serikali. Ukiwezi kutosha watu ushuru namna hiyo, watu wanabaki na umaskini. Sasa hakuna kitu inaweza kuwafaidi at all. Wafanye biashara ndio swali la mwisho uliniuliza. Wacha ushuru kwa wafanye biashara. Kuna shida mbili tena kwa watu wanafanya biashara. Shida ya kwanza ni hongo, kuitishwa hongo kila mahali. Niko na marafiki chungu nzima Kenya hii ambao wanafanya biashara. Watu wanalia kila mahali. Kakitu kidogo unaongea na mtu wa KRA anakuambia anataka kuongwa. Unaongea na mtu wa NTSA anataka kuongwa. Mtu wa
inspectorate anataka kuongwa. Sasa unafanya biashara gani? Watu wengine ukiwazungumzia wazee wako hapa industry wanafanya biashara, anakuambia kwa wiki anatembelewa sijui na watu wangapi. Mtu mwingine anakuja kutoka public health, anajifanya ni public health, anatafuta kama kosa hapo, anasema hii kitu faini ni shilingi 150, nipe shilingi 50. Mwingine anakuja kutoka Neema, anasema oh sijui disposal haijafanywa vizuri. Mwingine anakuja kutoka huko. Na hiyo yote, yani corruption has become a culture. Let me tell you, corruption will kill this country before any epidemic does. Corruption, ufisadi utaua nchi. Sasa sio corona ama kitu kingine, ufisadi ndio epidemic mpya itaua nchi. Kwa wafanya biashara hiyo ndio maneno. Alafu kitoka hapo sasa unajua wafanyikazi wako wakitoshwa hiyo sha na housing, na kuna ile muajiri anatakiwa kutoa. Sasa jamani, how much stress can people go through? And I've met so many people. In fact, we had time I would have told you a story about vile nimekuwa kwa ndege nikikuja hapa kutoka London. Siku nyingine tulipofika hapa airport, wazungu wengine wawili tulikuwa nao, wakaona vile watu wananipigia, wananisalimia wengi, wakauliza huyu ni nani? Wasema huyu mtu anataka kugombea urais. Mzungu mmoja akakuja hapo nikiwa kwa karibu na passport, akasema nasikia unataka kugombea urais wa nchi yako. Mimi sikujua sababu tumekuwa kwa ndege, ningekuzungumzia tukiwa kwa ndege. Lakini mimi nataka kukuambia hii nchi yenu imebarikiwa sana. Nimekuja hapa kwa sababu nimekuja tufunge kampuni yetu hapa, tunataka kuhamisha kwenda Rwanda. Na tunataka kuhamisha kwa sababu ya shida tulikuwa. Nikachukua nafasi kuongea na huyu muungwana. Kumuuliza ni nini? Na mama ameniambia ni hayo nakwambia. Hongo, nini, rushwa, So tunahitaji uongozi wa nchi, unahitaji kuweka mazingira ya kuboresha uwekezaji, mazingira ya kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa kwa nchi. Na uwezi kuwa tukifanya siasa vile tunafanya hii na tukiendesha nchi vile tunaendesha nchi na ufisadi vile tunavyoendesha nchi. So mimi ahadi yangu, nimekwambia hapo mbeleni, mimi sitafanya biashara na serikali. Nikienda hapo, nimeenda kufanya kazi. Na nimeenda kufanya kazi ya kusaidia wale wafanya biashara na wale wafanya kazi. Na utaona tukitoa platform yetu kama Jubilee, kuna kitu tunazungumzia, tulikuwa tumeanza kuongea, lakini mimi nita-implement hiyo. I will develop a public service index ya kusaidia sectors mbalimbali kama wafanya biashara. I would like to know kama mtu unafanya biashara, if there are any impediments related to the management of government. Alafu nisitoe, ananipata ripoti quarterly katika ofisi ya rais. Quarterly napewa business report ya investors. What are the impediments this quarter and what are the issues and what departments are involved. Hiyo ndio ile rais Kenyatta alikuwa anafanya. Tukiwa na the private sector round table, tunakaa na watu wa private sector na watu wa biashara, tutazungumza nao. I will improve on it even further and make it even more scientific, so that we are talking about the real indices. Ile unaona ina indicate kwamba we are improving, we are not improving. Where the bureaucracy is interfering with investment and so on, you are dealing with it. Incompetencies, kama ni huko Kenya Bureau of Standards, ni kunyorosha watu na kupanga watu wafanye kazi vizuri badala ya kusumbua watu wa biashara. Labda ukimalizia, yule ambaye anakusikiza kupitia Mulembe FM, Sulu FM na Vuka FM, labda kila ambacho unaweza kumwacha nacho siku ya leo ni lipi? Kwanza mimi nawashukuru kwa nafasi ya kipekee kuongea na wenzangu katika Jamhuri ya Kenya, hasa wale kutoka eneo la magharibi ya Kenya. Pili, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kila wakati tukipata nafasi, tukishirikiana na viongozi wengi wote. Sisi tuko na marafiki wengi pande hiyo ya Kenya, viongozi wote. In fact, niseme tu ukweli, mimi about 9 out of 10 leaders kutoka the western belt of the country are either people I know, wengine marafiki zangu, wengine tumefanya kazi nao. Some of them are people I genuinely admire, like Dr. Mungisa-Kitui. Brilliant, very smart guy. In eneo Kenya, which has produced very smart people, very intelligent people and so on.
young and old, akina Sifuna, smart, very smart guys. Yani unaona every time ukiwaona unaona hope for Kenya tukienda mbele. Mimi niko tayari kufanya kazi na wao, and of course my good friend George Natembea na wale wengine tuko tayari kufanya kazi na hao wote, kutoa mchango wetu katika kusongesha nchi yetu mbele. Mimi niko tayari kufanyia Wakenya kazi. Hilo ndilo jambo la muhimu. Mimi niko tayari kufanya kazi, na mimi nataka kuwaeleza hivi wale wanaonisikiza. Mimi sitafuti hela na sitafuti madaraka ili niende kujienjoy, kusikia mzuri, naendesha magari kubwa and so on. Hiyo sio mimi natafuta. Mimi natafuta nafasi ya kuhudumu, na majaliwa ya Mwenyezi Mungu akinipea tu hiyo nafasi kupitia kwa Wakenya. Mkataba wangu na Wakenya ni kwamba hata wao wenyewe watakuja kuridhika vile waliridhika wakati tulikuwa katika Ministry of Education. Wakati tulipoanza, watu wengine walisema hizi reforms ni shida, hataki tuombe kwa shule, hataki tufanye nini. Tulipangana pole. Baada ya miaka miwili kila mtu alikuwa anaona hakika kulikuwa na sababu na nia ya kuhakikisha kwamba the place is very clean. So that is the same attitude, same energy and attitude I'm bringing to this assignment. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu ikapata hiyo nafasi, nitashukuru na nitatumikia Wakenya, na nimesema yale nimesema na ninayaamini. Siwezi kufanya biashara mimi na serikali. Mimi natafuta kutumikia Wakenya. I must have the moral authority I need to proceed. Finally, lile ninalolisikia kila wakati nikienda kwa Wakenya ni kama Wakenya wamefika wakati huu wanauliza swali, tumefanya siasa since 1963, tumefanya hii maneno, tunasikia kila mtu anakuja hapa anazungumza na mdomo wa sukari. Viwanda Mumias utabadilisha. Then jiulize wewe, and that is the last question nataka kuwajia wale ambao wananisikiza. Jiulize wewe mwenyewe, kati ya hawa watu wanaongea hii maneno yao, nani anaweza, who actually can do it? Nani anaweza kufanya hii kazi? That is why we are saying kila mtu aweke historia yake na track record yake, ile kazi amefanya ionekane. Who can do it? Nani who will have the courage to face down these cartels and sort them out? Mimi nimefanya, Wakenya wananijua nifanye hiyo maneno before, na niko tayari nikiweka Biblia chini hivi tupangane na hawa so that we clean up the country and clean up that sector, tusaidie watu wetu wa Kenya so that we have the opportunity we need to develop the country the way we need to. Na hilo swali mimi najibu, nani ataenda mbele vile nasema katika kitabu cha Isaya. Mtume Isaya alikuwa anaulizwa na Mwenyezi Mungu, nani ataenda na sisi, who will go for us? Na mimi ninasema niko hapa, nitume mimi, na niko tayari kufanya hiyo kazi. Daktari Fred Matiang'I, ni presidential candidate wa Jubilee mwaka 2027 aka Mr. Fixit, kwa habari neema lilosiano kwa radio Mulembe FM, Sulu FM na Vuka FM. Tunakushukuru zaidi kwa kupata nafasi kuzungumza na watu ya Mulembe Nation. Natumai next time tena pia utapita huko na kuwazungumzia moja kwa moja. Basi tunashukuru zaidi. Kanakosi Senajo Romaro Bakuli kwa Mulembe FM. Banangizikao sijana bera sande mnakuhuliza na mkambizi kuka kisondio kwa Masulu FM. Asante sana technical team hulohurisi nafasi handi ubano bahongo befu head of radio Mulembe FM Pamela Kadima, head of radio Sulu FM kuka kisondio, head of radio Vuka FM Margaret Sava, muhongo wa digital na ndeshikosi shosi no technical team. Asante sana director of Money Fred and abandi bose barechirisi muri mno sana urula timbeka tino GM office ya Dr. Fred Matiang'I wala hura. Asante, bye bye. Muri mno